anafanyaka hivi na Is hivi. it your father doing this and that? Ile yote ni kwa sababu alikuwa tayari ameambiwa. All that was because he was Iko a hivi na baba yake kazi yake ni His hivi. father is doing this as his daily Haleluya. business. Mtoto alikuwa anaishi vizuri na baba. The child was living well with his father, Baba alikuwa anaishi vizuri na mtoto. and the father was living well with his child. Na hii shetani hawezi kufurahia. And he accepted Kufurahia kuona ndugu na ndugu wanaishi once he pamoja says kwa brother and pamoja. brother, they are in one accord. Kazi ya shetani ni kubomoa. Kazi ya shetani ni uchonganishi. Kazi ya shetani ni kuona watu wanahangaika. Shetani anajua ya kwamba wakati unaishi vizuri na ndugu yako hautahangaika, na ukihangaika mtahangaika pamoja, mtasaidiana na mtasonga mbele. Lakini anatumia njia ya kutafuta kuwachanisha ili imfasilite kuangamiza. Causing you to have a problem with someone else so that you may suffer in the future. Misio ya shetani au njia za shetani, The ways of Satan, misio yake anakuwa anataka akuachanishe na watu. his mission is to separate you from others, Bakia hauna mtu wa so that you may remain unaweza independent. kukushauria No one should wala na give wewe advice to mwenyewe you. huwezi kusikia tena Neither shauri ya you mtu. get advice Alafu from pale someone ndio else. anapoweza sasa. There is where he will attract you. Akasema tunaona ulemavu wako. So I see where your Na problems kuna are. nafasi nyingine inatokea. And there is no way else to come Naona from. ulemavu. I see the Ulemavu problem. unatokea ni kwa baba yako. This came from your Baba father. yako ndo amekufanya hivi. Your father is the one who Baba caused yako you like this. amekusakrifia. He sacrificed you. Unaona kazi anatumika. Can't you see the job Yaani he's kama doing? baba yako ni shoferi, If he's a driver, ile ulemavu wako that's your wanatumia ile kazi yake He is endeshe using vizuri. it for his work to go well. Haleluya. Amen. Pamoja na mwenye alimpeleka, Together with the person who took him, pamoja na kutojua, together with the failure of pamoja not na knowing, kuaminia ya kwamba ni habari ambazo zinatoka kwa Mungu. in knowing that the message comes from God, Haleluya. amen, Mtoto akaaminia. the child believed. Haleluya. Amen. Yaani mtoto hakupenda kumuona tena wala kumsikia baba From yake. that day, the child did not like again to see or to hear from the father. Namuita mtoto lakini ni mtu mzima. I'm Namuita mtoto kwa sababu ni mtoto wa ule baba. I'm calling him a child because he's a child of that man, but he's a mature Alikuwa person. hapendi tena kumuona baba yake mzazi kwa sababu ameambiwa ya kwamba baba yake ndiye sababu ya ulemavu wake. That the father is the cause of the problem. Lakini But ilikuwa ni uongo, it was a wala lie, haikuwa ni kweli. and it was not true. Lakini mtoto alihama, But a child akatoka familia, went out from the family. akaenda mbali, yaani hakubakia hata kwa ile nchi, alihama familia, akahama na nchi ili asisikiake So that he may wala never kumwona tena hear baba yake. or see the father. Na watu ambao wamechangia, And the people who hao contributed, watu ni Wakristo, Those hao watu ni watu wanaomba kila those are people siku. who pray daily. Ubarikiwe mama. Haleluya. Amen. Ni watu ambao wanaomba usiku na mchana, People pray daily. lakini wameshindwa kumsaidia, lakini wamemuongoza katika shida. Wamempelekea waprofete ambao ni waprofete wa kuzimu, ambao wanaifanya kazi ya uovu ili wabomoe kazi ya Mungu. To destroy the work of God in him. Mtoto akahama, The child akahama familia, left the akahama na family nchi. and then left the country. Haleluya. Hii sio habari ambayo imefanyika mbali. This is Haleluya. not, it did not Hii happen ni habari in our ambayo imefanyika hapa mkominyote yetu. This happened here in our Kama community. minataja jina ya huyu baba If I may au jina ya huyu mtoto, mention the name of this unaweza child, kukuta sekati ya pusa watu wanakaa hapa majority of people they will know him. wanamjua. Haleluya. Amen. Ni kusema nini? What does it mean? Shetani haiko mbali na shida. Satan is not far from Shetani us. haiko vile tu mahistoria Satan is tunasikia kama not in the Biblia. stories which we read from the Shetani Bible. haiko kule mbali, lakini Satan is not shetani such far. iko katikati yetu, He's around us. anatuwinda usiku na And he's mchana, marching. na tusipotilia attention If anaweza we are kutuangamiza. He can even destroy us.
na akatuachanisha na familia and make us to separate with our Hallelujah. Mtoto akamwambia, they told the child, baba, kama anafanikiwa ni kwa ajili ya ulemavu wako. If the father prospered, it's because of my situation. Ilibidi mtoto ahame, Because the child ahame na nchi. to leave the community. Lakini ni mtoto ambaye baba yake ametembea naye nchi zaidi ya 4. But it's a child whom the Watu father wanahama kwa traveled, ajili ya kazi. going with him in many countries Hallelujah. for the issue of the work. Apare ulemavu, Out from hakuwa na shida wala tatizo ingine. he had no any other problem with the family. Lakini But mtu mwenye ambaye a person hashughulikie sana mambo ya kuomba, who was not ambaye ule mtu mwenye shia tunaweza kuita hajue mambo ya Mungu. a person whom we can go Huyu and think of mtu God. ndiye Mungu amemtumia kwenda kumtafuta mtoto na kumrudisha katika familia. Lakini hawa watu wanajiita wa prophet, hawa watu wanajiita wana mambo usiku na mchana, wameshindwa kusaidia mtoto na wameweka katika shida. Lakini baba ambaye tunaweza tukaita ahangaike na mambo ya Mungu, ameangalia katika maisha ya kawaida ni watu wangapi ambao ni walemavu. After checking in the situation of the Ni child, baba zao ambao wamesababisha. and I saw that how many people who are lame, who are paralyzed, are their fathers who are cause Mungu of this situation. amemtumia huyu baba. God has sent this Huyu way. baba amesafiri kutoka maile He nchi traveled from that na country kuenda katika nchi ile and mtoto went alipitia. in the country in which the son Akamwambia is. mtoto na I kujua, told him that I know najua you. baba yako na I mama know your yako father and your mother. sio walozi, They are not witches. na ninaamini ya kwamba hawakukuloga, And I believe that lakini kule ambapo umepelekwa ndio wamekudanganya na kukupotosha ili uachane na familia yako, kwa sababu shetani anataka uachane na familia yako ili uhangaike, For you, for kwa them sababu to suffer. kusaidiwa kwako katika familia yako, na shetani ameyaona haya na hataki kuyafili, anataka wote na hangaika. Unakuta mtu anaenda na hangaika, wanamuuliza kwa nini unahangaika na familia iko pale, anakuambia mie na familia hatuwezi tukaongea tena. That me and my family we can't talk again. Huyu ndugu fulani nikamuita nikamuuliza, je, baba yako na mama yako wako wapi? Akaniambia na kwa miaka 2 miaka 3 siwezi nikaongea nao tena kwenye simu, kwa sababu nikiongea naanza kupata I will maproblemu. start getting problem. Lakini pale kwa tulikuwa kwa kwenu au kupata kama But when you were with your parents, leo you ukiongea nao kwenye didn't get it. telefoni, But when now you talk with them on the phone, kwa sababu you get profeti it. anasema. Because the prophet has spoken. Haleluya. Amen. Mimi najua mnatasema, lakini huko mafamilia zingine zinakuwa I know you want to say that yes, there are some families who are like this. Kuna mambo mengine tunajiumbia There are some of the things which we create by ourselves in our heart, that our families are like this. Haleluya. Amen. Kama familia yako bangekutafuta, If your family wala should kama pursue you, wangekutafuta, or if they would go, ninaamini hawawezi kukukosa. I believe that they couldn't miss you. Kama kuko mlozi katika familia If yako there is a witch na in your nakutafuta family, ni wewe, and he's looking for you, haombe ongee kwa telefoni juu akupate. Ana njia za kutafuta na lazima atakupata. Lakini shetani hataki wewe na familia yako kuwa uhusiano, kwa sababu katika uhusiano wako na familia yako kuna msaada fulani. there is assistance which we get from them. Haleluya. Amen. Shetani hawezi penda usaidiwe. Satan does not Na like shetani hawezi penda familia yako or he isaidiwe. can't like your family. Shetani anataka andre wewe na familia yako That's why he kuwe na wants matatizo, the kuwe na problem kuogopana, kuwe na kukimbiana. or a spirit of Kwa nini profesia haiwezi kuja na kukwambia na kusema, ndugu, tunaona wewe na
familia yako mambo yaendeke vizuri, tunaona wewe unawazia familia yako haikuone vizuri wala haikukamata vizuri, lakini Mungu anasema tengeneza na baba yako, tengeneza na mama yako kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa kama profesi inatokea ili ubomoe na kuachana na familia yako, hiyo ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Whose glory is that? Sasa je, tutatumika kwa ajili ya utukufu wa shetani? Are we going to work for the glory of Au Satan? lazima tutumike kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Or we have to work for the glory of God? Haleluya. Amen. Wakati yoyote unaamua Anytime you decide na kufanya kile ambacho hakimupe Mungu and do what does not wewe please unakuwa ni God, aja wa you shetani. become an Na agent of hauko Satan. tena aja wa Mungu. You are no more the agent of Haleluya. God. Wakati uko na wazia Anytime you ya think kwamba uko na jiprotege, that you are protecting uko nafuata yourself vile profeta alisema, by doing the instruction lakini of the uko prophet natenda kinyume na mapenzi ya and Mungu, do wewe opposite to unakuwa the ni will of aja wa God, shetani. means that you Hakuna are the agent of profesia Satan. ambayo inatoka kwa Mungu There is no prophecy ambayo of God itakufanya which calls utende kitu ambacho kiko kinyume to na do mapenzi ya what Mungu. is opposite to the will of God. Profesi za kutoka kwa Mungu The prophecies za of God kufanya wewe are there to uyatende yale doing ambayo yanamupa Mungu what utukufu praise God na kumfezeresha and Mungu. ashame the devil. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Praise be the name of Jesus. Basi huyu mtoto This child, huyu baba kaenda kumtafuta. this father who Huyu went baba to sio look for him. profete, The father, sio this man is not a prophet, is sio not a pastor, mchungaji, is not a sio singer, mtu wa kwenda kanisani is not zaidi, a churchgoer. lakini Mungu akamtumia. But God used him. Huyu baba akakamata safari, He traveled, akatoka mwa ile nchi, He left the country. akaenda kule kwenye ile nchi ule mtoto He went to alikimbilia, the country, akaanza kumfundisha. and he started to Acha study. niseme ya kwamba akaanza kumhubiria Let me say that he na started kumuonyesha ni mara ngapi how many kuna times maprofeta wa uongo there are false na prophets. inawezekana wamempotosha. and they might have deceived Hallelujah. you. Bwana asifiwe. Amen. Basi mtoto akaaminia, lakini haaminii. Then the child was in between, either believing or Hallelujah. not. Amen. Lakini But habari nzuri ni kwamba the good news is that mtoto akarudishwa nyumbani. the child was taken Hallelujah. back to the program. Cha kufurahisha zaidi, Very Hallelujah. understandable. mtoto amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu baba ni baba, ninajua. It's a man I know, Huyu mtoto naye ni baba, and tayari this naye namjua. child I Hallelujah. also know him. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wakati nafikaka pale There is a time I kutembelea, went there, nikikumbuka hiyo habari nasikia, and the time I think nasikia about ile it, habari na vyenye mimi naona, and when nasikia I pia, nasikia raha sana. what I Hallelujah. and it gives me the happiness. Profesi, vitu vya kiroho Prophecy, spiritual issues. tutile navyo attention, Be much kwa careful sababu about it. tumeambiwa ya kwamba Because we are told that tusipingane au tusipinge roho wa Mungu. you should not Na wakati wanakuletea reject the profesi, Spirit of God. wanakuambia ni roho wa Mungu, And when you get a prophecy that it is God who says, kwa hiyo haupaswi kupinga. therefore you Na are not ukipinga, yet maana denied. unapinga Mungu. When you deny it, that Unajikuta you reject sasa God. unakubali vitu usivipaswe kukubali. Now you find yourself Na that you vinakuangamiza. accept which you would Sasa not huyu accept. mtoto alirudishwa nyumbani na anaishi na baba mzuri, na hivi na yeye ni baba wa watoto, And this man now was na taken back home. ya mzuri He is zaidi living well with kwa the leo ni family. pastere. And Haleluya. today, Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Inawezekana It may be hauongeake tena na ndugu yako fulani. you don't communicate with the son of your Inawezekana uongee relatives. tena na babako It might be mzuri. that you don't talk well with your father. Inawezekana uongeake tena It na might be that you are not mamako talking mzuri, well with your mother, kwa sababu profeti alisema. because the prophet said, Haleluya. Amen. Kwa sababu profeti alisema Because the prophet huwezi said, tena ukasaidia baba you wala can't mama. help your father or your mother anymore. Lakini je,
But now, kutosaidia baba na mama not helping your father or your mother. ni mapenzi ya Mungu? Is it the will of God? Kutosaidia baba na mama Failing to assist your ni parents. kazi ya Mungu? Is it the will of God? Ni kazi ya shetani. We see that Sasa the will of profesi God. imekufanya wewe ufanye kazi ya Mungu au profesi imekufanya ufanye kazi ya shetani? Cause you to do, not to select Sasa of God. profesi gani ya kutoka mbinguni ambayo itakufanya usifanye kazi ya Mungu na kisha uione kwamba ni profesi ya kweli? Not doing the will of God and you to read, to see it as if it's coming from God. Amen. Tunasema ni vya nguvu kwa sababu ni vitu vya kiroho. You see it as a different kama ni because it is bongo. spiritual Kwa one. hiyo sitaki kupinga nisingepata shida. That I can't deny it for me to Lakini skip the problem. jumbe yoyote ile inakupelekea But any message kutosaidia au kutofanya kazi ya Mungu, which calls you not to do the will of God, jumbe yoyote ambayo inaweza katokea any ambayo message inakuachanisha na familia which can yako, cause you to spread from your inakuachanisha na family, baba na mama, spread you from mkubwa na mdogo, your brothers, jua ya kwamba ni profesi za uongo. know that those are the false prophecies. Haleluya. Amen. Wanataka tu wakubomoe, They just want wanataka to tu break you up, wakuachanishe na to ndugu na separate you from your marafiki, loved ones, alafu uanze kuwaona wao ndo wa Mungu wako. so that you may start praising them. Haleluya. Amen. Wakisema unatii, When they say you obey, kwa sababu hauna mtu mwingine tena wa kukushauria. because you have no one else to Shauri advise yako you. inatoka tu mpaka kwa ule Your prophet. advisor Baba becomes akisema your unasema ni prophet, mapepo, and when he mama tells akisema you unasema ni mapepo, when your mother says you say ndugu that akisema no, unasema ni mapepo, or any brother says you say that, he says that no, it is a mpaka kabisa atakuangamiza. demon until it destroys you. Haleluya. Amen. Tutilia attention na maprofesi We have to pay attention to the prophecies zisije zikatubomoa. so that they may not destroy us. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Praise be the name of Jesus. Bwana asifiwe tena. Amen. Ni huzuni sana kuona It is sorrowful to see mtu anaweza jiita mtumishi wa Mungu, someone calling himself a servant of mtu God, anaweza jiita prophet, a prophet of God, lakini profesi zake zote but all of his kwa prophecies ajili ya kuachanisha are watu, there to cause a separation, kwa ajili ya kuachanisha are there to watu. separate brothers. Haleluya. Amen. Kila mtu mwenye iko hapa anajua maana ya ndugu. Everyone is going to Haleluya. know the meaning of a brother. Kwa sababu ukisikia ndugu Because when you hear about brother, haumuone tu pale unamuona you don't hivi, see him the way you see lakini him, ndugu unamuona depi mlikuwa watoto, but you see him unalala from your fasi moya, childhood, how you were unachangia sleeping, sahani moya, how you were sharing, unacheza fasi moya, and how you were lakini playing. mtu tu anakuya But someone may kwa come ajili ya maprofesi za with the Mungu, false prophecies, anataka mtu sawa na ule and cause such persons usikuwe tena uhusiano. that there may not be any communication between brothers. Mtoto anabeba mimba, A child become profeti pregnant, anasema and now the prophet says, kusema ufanikiwe na kuzaa for vizuri, you to lazima usimjulishe mama yako. for you to give birth well, you may not tell Je, your parent. anakutakia nini What does ante he wewe na want mama yako? between you and your parent? Haleluya. Amen. Tunamuuliza mtoto, If we ask the je, child, mama umemjulisha ya kwamba did una you inform the ujauzito? mother that you are Mtoto pregnant? anasema hapana, She said, no. nilipata profesia I got a kwamba prophecy mama that yako nilimjulisha if I tell ya my kwamba mother mimi ni mjamzito, that I'm pregnant, mambo hayataendeka This vizuri. will go well. Mtoto anajifungua, And she wakati gave birth. anajifungua The time she gave mtoto birth, anashindwa kuambia she mama called yake. even to announce Tunamuuliza, the je, birth. umesema nyumbani? Did you Anasema bado announce sijasema all? nyumbani No, kwa I sababu said that. mtoto angali mdogo. Because the Profeta child is alisema watoto The wadogo prophet, kama prophet says tunaingiza habari that nyumbani, tell me mambo why the yatakuwa child is hivi na young, hivi. the things may go wrong. Lakini je, ndio kweli? Is that the truth? Cha kushangaza ni kwamba Something profeta amazing. amekwambia usiambie mama yako, lakini amekubalia kuambia watu wengine, alafu watu wengine wamemwambia mama yako. Mama yako amejua na bado haujamwambia na bado hajakutoka kutoka karibu. And yet she didn't bewitch your child while the child is still young. Haleluya. Amen. Asema ukiambia mama yako, If you tell your mama yako mother, ataroga mtoto. your mother Ndio will vile bewitch you. profeta That is amesema. what the prophet said.
Alafu naambia watu wengine. And you tell others. Alafu watu wengine wanampongeza mama yako. Ya kwamba mama pongea umempata mtoto. Mtoto mama anashituka. The mother will. Nimepata mtoto wapi? Aseme aumefia walizaa. You don't know if your daughter gave birth. Maprofesi kama na hizi zinatakiwa watu wengi. Lakini unakuta na sisi vile vile maprofesi sawa na zile tunazipatia nafasi, tunazipatia muda na tunazipatia value hazina. Them on the values ya mama yako. If you are told not to inform your mother, aishi for a child to live. Sasa mama yako tayari amejua. Your mother now knows. Lakini mtoto angalia anaishi. And yet lakini sio wewe ndio umemwambia mama. But you are not the one who informed her. Hallelujah. Amen. Kama mama alikuwa mlosi. If she was a witch. Just ni profite tuwe au kumwambia. That is where she will take that mloga or the witch. Because you will not think about her because you never informed her. Hallelujah. Amen. Tuwe na tia so we have to be careful. As Christians, tusifanye kazi ya mwovu bila kujua. We may not do the work of Satan. Tusifanye kazi ya shetani bila kujua. We may not do the work of Satan without knowing. It's not everyone who calls himself prophet who is a true prophet of God. It's not everyone tells you that this comes from God who is really right of what he said. We have to use the mind and the understanding which we have for us to understand the source of the prophecy. Any prophecy which will cause you to do the work of Satan, that won't come from God. Because the prophecies from God are the ones who can command you doing the work of God, doing the will of God. This is why the scriptures tell us we will know those prophets through their actions. Mti mzuri inatoa matunda mazuri na hauwezi kujiita mti mzuri kisha wanatoa matunda ya kuoza. Asema mimi nakuweka mti mzuri matunda yake tuwe naozaka. Wewe ndio naoza na matunda naoza kwa sababu na wewe naoza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Tutengeneze na ndugu zetu. Let us fix with our brothers. Wale ambao tumekosana na the ones that we are separated from for a long time through the prophecies. Ziko pale kwa sababu ya kutubomoa. Prophecies are not there kwa ajili ya kutujenga na kutengeneza up with our beliefs, with how. Sasa wewe utaishi je bila mandugu kwa sababu na profeta amesema wewe uchane na ndugu zako, lakini yeye mwenyewe anapatana na and the prophet may tell you that you should be separated from your relatives, lakini yeye is the one with his relatives. So yours are the ones which are witches, but his relatives they are fine. Hallelujah. Amen. Mungu atuhurumie sana. May God forgive us. Azidi kutupa nguvu. May God empower us na maarifa and understanding, ili tujue na kutambua for us to be able to discern the type of prophecies of nowadays. Hallelujah. Amen. Tatizo na shetu tunapenda maprofesi sana. The major problem is that we like such prophecies. Mtu atakia na kwambia sema, someone may come and tell you, mwako Mungu unapangaliwa rangi ya mweupe kuplafoni. There is a white color on the ceiling in your house. Una makeni profesi moja nguvu sana. You count it as a mambo ya kawaida ya kwamba plafoni zote zinakuwa tu. That the majority of the lakini tu anakuambia sema ni profesi. Unaona ni mambo ya hatari sana. Lakini ukiangalia vizuri, kila nyumba unatembelea utakuta plafoni. Majority of the houses you will find that. Lakini kwa sababu ameita profeti, anakuambia plafoni ya mwanzo yenyewe yeye anaona jua.
anawaambia ni prophecy. Prophecy gani ya bravo yako na mahubiri? You will be happy because it says that no, he's a prophet. Take your heart out of Tuna wewe unaiua. And you know it. Hallelujah. Amen. Mungu aturumie sana. May God forgive us. Atuweke nguvu, empower us za kiroho, za kimwili, spiritually and physically, ili tukushinde mwovu, for us to overcome the evil one. Na Mungu awabariki. And may God bless you. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.